hiyo box. So mimi nimesimama lakini TV iko kwa kiti. So mimi nikavumilia tu kwa sababu ilikuwa TV ya maana. Bwana Yesu na asifiwe. Ilikuwa TV kubwa kabisa ya heshima. So bahati mbaya mimi nashukanga mwisho Mayas na mwenye boxi alikuwa anashuka Kongo. So tumesimama, lazima tuvumilie tu ili TV kae. So bahati mbaya ama mzuri, alipokuwa akishuka, sijui kulifanyika namna gani, TV kaanguka. So TV ile ilipoanguka, kwa sababu mwenye TV alikuwa anashuka, nasikia mtu akiuliza TV imekaa kwa kiti. Mwenye TV ndiye alikuwa anashuka. Sasa box ikaanguka. So bahati mbaya zaidi, ilipoanguka ilikuwa box empty. Bwana Yesu na asifiwe. Angalia mwenzako, anaweza kuwa ako empty. Angalia mwenzako, anaweza kuwa yuko empty, na ukimwangalia na amekaa kwa kiti. Kuna mtu amesimama lakini yeye amekaa kwa kiti, yuko empty. Ukimwangalia pia katika Biblia yako, uangalie kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 24, kitabu cha pili cha Samueli. Hakuna Samueli wa pili, ni kitabu cha pili cha Samueli. Si ni ukweli wachungaji? Kitabu cha pili cha Samueli mlango ni wa 24, mistari miwili ile ya mwisho 24 na 25, na tukisoma unaandaa mfuko wako. Maana nimesikia wamesema hata gita ni gharama. Bwana Yesu na asifiwe. By the way, mimi nimetoka Ndonyo na kukaa Ndonyo ni gharama. Sema haleluya. Sababu hata kufika pande hii haikuwa rahisi. Siku hizi mpaka unafika, najua shida inakuanga mbaya. Ukivaa kofia wale makanga wanajua kila mtu ni pastor. So ukienda kufika unaanza kusema, "Oh, nilikuwa nasema Kawangware niko na 20 bob." Wanakuambia nunua avocado ukanyagie ujipeleke. 24 Second Samuel. Yes. Tasoma kwa uwezo wa Mungu. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 24 kuanzia 24 hadi 25. Yes. Neno la Mungu linasema, lakini mfalme akamwambia Arauna, la sivyo, lakini kweli nitavinunua kwako kwa dhamani yake, wala sitamtolea Bwana Mungu wangu sadaka za kuteketezwa nisizozigharamia. Hivyo Daudi akakinunua hicho kiwanja cha kupuria na wale ng'ombe wa shekeli 50 za fedha. 25 inasema, naye Daudi akamjengea Bwana madhabahu huko, akatoa sadaka za kuteketezwa na sadaka za amani. Basi Bwana aliiridhia nchi na tauni ikazuiliwa katika Israeli. Mungu abariki maandiko. Neno la Mungu libarikiwe. Amen. Huenda sitaenda kwa urefu sana, ila nikupe kisa kimoja. Najua mara mingi tunaposoma kitabu cha Samueli na kusoma vitabu kila ambacho ni cha Zaburi, mara mingi huwa tunaangalia always the negative side ya mfalme Daudi. Bwana Yesu na asifiwe. Maana kila wakati tunaposimama hata tukikihubiri, unasikia wakisema Daudi aliingia katika dhambi baada ya kumpenda mke wa Uria. Bwana Yesu na asifiwe. Lakini hapa hesabu inakuja tofauti. Andiko la baba linasema ya kwamba ikawa ni wakati mmoja mfalme akataka kuhesabu wana wa Israeli, lakini alipotaka kuhesabu akamuita mtu mmoja anaitwa Yoabu, akamwambia
akamwambia pita katika kila kabila, kwa zile kabila 12 zile za Israeli, uende ukanihesabie watu wale. Andiko la Baba linasema ya kwamba Yoabu alipopita akaenda akawahesabu watu wote, lakini akisha wahesabu aliwaacha makuhani. Bwana Yesu na asifiwe. Praise the living God. Alipowaacha makuhani, neno hili halikumpendeza Mungu, neno hili likamghadhabisha Mungu. Lakini andiko la Baba linasema kukatumwa nabii mmoja jina lake ni Gadi, akaenda akazungumza na Daudi, akamwambia ya kwamba Mungu amenituma nije nikwambie ya kwamba katika Israeli kuna mambo matatu, uombe moja nataka nikutendee. Ya kwamba la kwanza, uwe na siku za kukimbia na unakimbizwa na adui wako miezi 3 usiku na mchana pasipo kupumzika. Hilo ndio lilikuwa la kwanza. Akamwambia ama kama sio hivyo nikutendee hili la pili, ya kwamba katika ufalme wako kuja njaa miaka 7, hakutakuwa na chakula, mvua haitanyesha, chochote hakitaonekana kwa muda wa miaka 7. Bwana Yesu na asifiwe. Hilo lilikuwa la pili. Ukumbuke ni choices Daudi anapewa, achague moja. Akaambiwa ama la tatu, kama sio hivyo nilete magonjwa katika taifa lile ambalo wewe unalilinda. Magonjwa haya yatadumu siku 3, na yatakapodumu yataua watu wengi sana pasipo tiba. Praise the living God. Kilikuwa ni kibarua kigumu kwa mfalme Daudi. Ulikuwa ni wakati mgumu kwa mfalme Daudi ya kwamba kufanya maamuzi, maana haya maamuzi kwa njia moja au nyingine ni magumu. Lakini andiko la Baba linasema Daudi hakuchagua chochote. Yeye alikaa akaenda mbele za Bwana, akamwambia hakika nililolitenda sikuwa ninajua ni kutenda dhambi, ya kwamba kwa njia moja au nyingine ninakosea. Bwana Yesu na asifiwe. Na kila mara mimi huwa nasema kilichombeba mfalme Daudi ilikuwa ni neema. Kama kuna mtu kwa Biblia alijifundisha kutubu ni mfalme Daudi. Bwana Yesu na asifiwe. Ya kwamba Daudi wakati wowote asingelikaa anapoambiwa ya kwamba katika hili umekosea, katika hili umepotea, katika hili umepotoka. Hakika Daudi asingelikaa pasipo kwenda mbele za Bwana. Andiko la Baba linasema Daudi akakaa, akarudi, akaanza kuangalia ya kwamba lazima amtolee Mungu sadaka. Akapiga hesabu, akaanza kuangalia ni sehemu gani anaweza kununua ili akamtolee Mungu sadaka. Andiko limetaja mtu mmoja jina lake anaitwa Arauna. Akaenda kwa Arauna. Arauna alikuwa na kiwanja kile ambacho anataka kuuza, akamshawishi aweze kumuuzia. Bwana Yesu na asifiwe. Sema haleluya. Lakini Arauna akataka kumpea kiwanja free. Andobana saye nozi habundu kumeyinzi za saye tayanza buzada. Praise the living God. Penda kufanya kazi ya Mungu iliyo na gharama. Praise the living God. Penda kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu iliyo na gharama. Maana katika gharama kuna kulipwa. Maana katika gharama kuna kuinuliwa. Andiko la Baba linasema ya kwamba mahali pale ambapo tumesoma Daudi alipopatana na kile kiwanja, Arauna akajaribu kumshawishi, akamwambia nataka nikupe cha bure. Akageuka akamwambia hakika sitamtolea Mungu wangu sadaka ile ambayo haina gharama. Ninazungumza na mtu ambayo huenda asubuhi ya leo tumeona jua ni kwa sababu ya neema. Bwana Yesu na asifiwe. Haujajua tu, ni neema imekubeba. Praise the living God. Hata sio wengi ambao walitaka ufike siku ya leo. Unaona ambao walilala kwa waganga wakikusukuma. Unaona ambao walilala kwa waganga wakikulaani. Unaona ambao umetembea na mitishamba wakikusukuma. Bana kalibali munzira ni bikoko. Benanji utulimu nuwakararuka. Lakini kwa ajili ya neema ya Mungu na mapenzi yake yalivyo makuu, leo hii unapumua. Hata hao wanakuona wanashangaa. Haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Wewe unafikiria ni wangapi waliondoka?
Sisi tumesalia, kilichotubeba ni neema peke yake. Bwana Yesu na asifiwe. Unafikiria katika huduma kuna watu walitaka tukae, hawakutaka. Leo hii tuko katika huduma ni kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu. Sema haleluya. Ninajaribu kukuambia namna gani ya kwamba wakati wowote unapotoa sadaka, toa sadaka ile ambayo ni ya kugharamika. Bwana Yesu na asifiwe. Ushawahi toa sadaka ya kugharamika kweli? Bwana Yesu na asifiwe. Ushawahi toa sadaka ya kugharamika? Haikuwa rahisi. Sadaka ya kugharamika ni kama ile ya Ibrahimu, yani anaambiwa na Mungu, ninataka sadaka, na ni kwa sababu tu ya mtoto wako peke yake. Maana ng'ombe alikuwa nazo, punda zilikuwa za kutosha, kondoo zilikuwa nyingi, shamba alikuwa ya kutosha. Yani ni mtu yule ambaye alikuwa mwenye mali. Lakini Mungu alikaa kaangalia ya kwamba akitaka awezane na Daudi, lazima akitaka awezane na Ibrahimu, amwelezee kila ambacho anahitaji. Ndiposa akaenda akamwambia, ninataka unitolee mwana wako wa kipekee. Iwe kalimanyiwa ali wiyameda. Chikira kali na sahi obo ha mwana paka nudo kama ibuka no biti zero begani. Barasi obo kuhusu. Mwami Yesu izomi. Bwana Yesu na asifiwe. Hata ukitaka kwenda kubadilisha diaper, lazima uingie kwa kichaka. Bwana Yesu na asifiwe. Sadaka ya gharama. Tunataka tutoe sadaka ya gharama. Ibrahimu anaondoka kwake, yani huyu mzee hakuwa mzee wa kawaida. Maana anapoondoka, hata wengine wako na kielele, wakitoka kwa nyumba waliambiana watapeana ngapi. Lakini huyu alipoondoka, anaenda kutoa mtoto wa Sara kama sadaka, hajaambia mke. Ameondoka tu na kuni wanaenda. Hata mtoto mwenyewe kwa ujasiri tu anauliza baba yake, na ulisema juu tunaenda kutoa sadaka iko wapi? Naye anamjibu tu kwa ujasiri, maana ni neema imembeba. Anamwambia sadaka Mungu atajitolea. Sema haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Umefika siku ya leo ni kwa sababu ya neema. Tunapumua kwa sababu ya siku ya leo. Lengo ni neema tu. Kile ambacho kimetubeba ni neema. Yani msomaji wa kwanza amesema mambo ile ambayo ni mazito, ya kwamba mambo ni mawili, aidha aibu yako inajulikana ama haijulikani. Na aliye na afueni zaidi ni yule ambaye yake inajulikana, maana ni haraka kutubu. Lakini zile za kiziriziri, Bwana mbeneke barua. Hapo nakumbuka Daniel alisifuna akasema hukumu itatolewa kwa kila mtu. Buli mundu nujini misigo chicho bwana. Ebu muwabanya mahiri makunia kama hili na kabeni. Bwana ndo ukinga ngeza. Ibe upamba nangeza nangalio na kuji kwa henza mujiishi. Bwana Yesu na asifiwe. Alafu kuono nya zaidi kwa kuiwatira. Uza mukesha libugana udaka muda, the Bible liveni number 1. Lakini obelili kunia mahiri. Nili kunia nili heri bwana. Wabe kukunia kwa neno, maenda kwa megulito. Sababu kuhiri kule kwa komera. Sema haleluya. Lihiri nila likomera. The more inaenda kabisa ikizeka, inaenda ikiongeza kilo. Bwana itakuja kukusumbua. Wachana na mizigo zingine, maana zitakuhangaisha. Sema haleluya. Bwana Yesu na asifiwe. Sema haleluya. Nataka tutoe sadaka. Lakini abora ruzi habene weka kielele. Praise the living God. Sababu unaweza fika pande hii, wewe unafikiria huku penye unaenda ni mahali pa kusimama, kumbe ni jikoni unaenda. Naomi baba. Kama umekana. Unaona mtu mwerevu huwa anauliza. Ndi masingira hapo hai. Lakini mahali penye dhana ilikuwa imemwambia unasimama, unasikia wanamwambia enda hivi straight, ukifika pale vunjika mkono ya kulia, urudi pande ya mkono ya kucheka. Sema haleluya. So tunataka tutoe kulingana na protocol. Protocol iko ama tunatoa tu? Katibu mpanga ratiba. Wana yani mnawe mbuli nabo uraza unda moroma. Oya moroma sakara na bandu dibima. Karani. Ana mchezo huyo mtu.
anaongea tu pole pole. Na bandu bakugura rwimbo. Na bamuuliza, uwezi jua hadi hata wanamusikiza. Na ako tu pole pole. Najua Mungu amepea kila mtu neema yake ya kusukuma injili. Bwana Yesu na asifiwe. Mungu anajua neema ya kila mtu ya kusukuma injili. Kuna mtu atasukuma injili kwa kuhubiri, kuna mtu atasukuma injili kwa wimbo, kuna mtu atasukuma injili bora, yani hata kama atakuwa anapiga makofi akienda na magoti, lakini injili yake inaeleweka. Kila mtu ako na neema yake. Angalia neema yako iko pande gani? Sadaka ya gharama. Sadaka ya gharama. Sitamtolea Mungu sadaka nisiyo igharamikia. Bwana Yesu na asifiwe. Na unajua kitu cha kugharamikia, unagharamikia unasikia kuna uzito. Yaani ni kuli libimba. Libimba libe habundu nibe na 10 kabisa. Ule mtu mwenye anakufinya lazima awe na ngoro. Na wewe lazima tena uangalie kando. Anafinya hapa lakini unaangalia kando na unafunga macho, unauma meno. Bwana Yesu na asifiwe. Alafu anafinya inalipuka pia. Unasikia kuna uzito. Sadaka ya gharama. Kuna Vision PAG. Pate Vision PAG. Vision PAG. Sadaka yenyu. Vision PAG. Namba ya simu iko around hapa. Vision PAG wako ndani ya nyumba. Haya. Ule reverend ni moto. Huyo ni moto. Bwana, wacha nikwambie kuna mtu anaweza hubiri mahali ufikiria amekuja na injili mpya. Mimi hata karibu niwacha Biblia yangu nifikiria haiko. Bwana Yesu na asifiwe. Bwana, mtu anapiga injili mpaka unakaa unasema kumbe mimi nimezeeka. Sema haleluya. Na kumbe ni hivyo mnasikianga mkihubiriwa. Yaani nimehubiriwa pale nikasikia sifai kuhubiri, nafaa tu kuomba. Vision PAG, sadaka yenu tafadhali. Alafu ADC uamuzi mkue tayari. ADC uamuzi mkue tayari. Treasurer na confirm. Unajua siku hizi mambo ni digital. Nimekaa huku sana mpaka nimepata kuna tili. Huko mara ya mwisho nilisikia ukiniambia happy new year. Bani Debra nilikuwa na miaka ngapi? Kama 3 hivi. Karibu miaka 4 sijakuwa. 4. Hiyo ni hatari. Uamuzi ADC uamuzi. ADC uamuzi. Sasa naomba next nikiletwa transfer niletwe ADC uamuzi. Bwana Yesu na asifiwe. Umesema transfer. Aomba bishop. Akinituma anitume pande hii. Pande hii ya ADC uamuzi. Niliona mama akishika microphone anatumia mzuri. Amarijon. Hi. Uamuzi. Naona wanaongeleshana tu pole pole.
Amusi. Oh, mko pole pole. Aya. Bwana, hii teknolojia ni kali. Ai. Hii teknolojia ni kali. Hii teknolojia ni kali. Haya, pia hawa nao wajipange. Joy by Grace. Na hii Joy by Grace. Pia nyinyi mtume sadaka yenu. Joy by Grace. Sadaka yenu. Bia siku hizi watu wana upgrade. Hizo mambo ilikuanga toa na hata mtu anakuja. Iliisha. Hiyo iliisha. Mrs. Chief. Hai. Hai. Kwa vitu zote alizofanya. Bwana Natasha alienda kulala. Joy by Grace. Alafu twende Udhiru Township. Udhiru Township. Mshukuruni Bwana ni mwema. Ametupa uzima bila malipo. Udhiru Township. Pumzi tunapumua hatulipi. Reverend, ukiwa na usi wa ibada, au uko sawa? Wewe kazi yako ni kupiganga tu injilia na tafuta mistari. Hana mchezo. Hey! Nimekuambia kila mtu ako na neema yake ya kupeleka ujumbe. Yaani wewe kazi yako ni useme maneno, yeye anakusomea kitabu. Bwana sio rahisi. Sio rahisi. Yaani yeye anakaanga tu kazi yake ni kuchambua tu kutoka mwanzo. Yaani kwani mlikuwa mmeambiana Reverend? Hiyo ni neema ile ambayo sio ya kawaida. Hey. Udhiru Township. Maripoti imefika. Ikifika utanijulisha. Ndio pia nisichukue muda sana. Masaa ya wale watu wanaroganga watu inafika. Na wanafaa wafuate tukiwa tuko viwango vingine. Si ndio katibu? Masaka bandu mabasira ku milyango y'abandu bakaribia yaka. Wageni sikustahili neema yako mbuzi, ni neema sikustahili. Nimefanyika kuwa mwana na nimehesabiwa haki. Nimefanyika kuwa mwana, nimehesabiwa haki. Ni neema, ni neema, ni neema. Yo.
wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana wangu, ni wewe, ni wewe, sina mwingine kama wewe, wewe, mzuri Yesu wewe, wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Bwana Yesu na asifiwe. Amen. Bwana Yesu na asifiwe. Sadaka ya wageni imeingia, iko hapa. Kuna ingine imetumwa. Tunataka tuombe. Tunataka tuombe ili Mungu akaweze kutubariki. Bwana Yesu na asifiwe. Amina. Hesabu, wacha kwanza tu confirm hesabu kidogo. Acha tuangalie hesabu alafu shamaliza. Tunataka tuombe, tuingie kwa maombi. Wazungu wametembea sini kote wakitafuta kama wewe, hawajapata Baba kama wewe. Hakuna Baba